Okay, yes. Bwana, naitwa D Melo kutokea D Melo TV na hapa niko katikati mwa daraja linaloitwa Mzinge, katikati linalounganisha kati ya kijiji cha Pongwe Kiona, Pongwe Mnazi pamoja na vijiji vingine kuelekea ukanda wa kaskazini. Lakini huku kushoto kwangu ambako kunatokea ni upande wa Kimangi. Sasa leo nimefanya pia mazungumzo machache na diwani wa kata ya Kimangi kuhusiana na miundombinu ya barabara kuwa ni hafifu. Sasa mheshimiwa diwani ametoa pia maelezo yake kuhusiana na ubovu wa miundombinu, lakini pia juu ya ukarabati barabara hii ambayo inayojumuisha kutokea usawa wa Kimange kuelekea Pongwe Kiona. Barabara hali ni chafu, hali sio nzuri. Lakini pia mheshimiwa diwani amezungumzia vitu kama hali ya hewa kuwa na ongezeko kubwa la mvua kunyesha, na sisi pia tumekuwa ni watu wa kutegemea jua ama kiangazi. Tunapotengeneza barabara hizi kukiwa na msimu wa mvua itakuwa ni na mmomonyoko mkubwa. So baada ya changamoto zote ambazo pia nilifikishiwa na madereva wa vyombo vya moto, kikubwa ni kwamba tunahitaji serikali kama serikali itujali, na pia tunaomba wafanye mchakato kila hali na mali ili tuweze kutengenezewa barabara, na hii bei ya mafuta nayo ipungue. Mheshimiwa mbunge, diwani, taarifa hizi kufikie, na diwani wetu Gurumo tunahitaji pia taarifa hizi kufikie, utusaidie angalau hata barabara tuwe tuna wepesi wa kufika baba tukiwa kwenye kazi zetu, kwa sababu Tanzania bila vijana haiwezekani. Yangu alikuwa ni hayo, niwatakie tu siku njema. Asante. Vyombo vya moto vya barabarani hususani bodaboda pamoja na madereva magari, sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa kutokea Kimange kwenda Pongwe Kiona. Kumekuwa na changamoto ya usafiri ambapo ukilinganisha na upandaji mkubwa wa mafuta, lakini pia kumekuwa na ubovu wa miundombinu ya barabara. Sasa nimezungumza na diwani akanipa mustakabali mzima wa kuhusiana na utengenezaji kurekebisha barabara hii. Mheshimiwa, niko usawa wa Pongwe Kiona, lakini kuna baadhi ya changamoto nimekutana nazo kupitia madereva wa vyombo vya barabarani. Sasa moja ya changamoto yao ambayo walonielezea ni changamoto ya barabara, na kiukweli mheshimiwa, nimepita barabarani nimeona barabara kidogo haiko shwari. Sasa tumeona tuonane kidogo na kiongozi ambaye pia ni diwani kidogo kutupa mwongozo juu ya swala zima la ujenzi wa barabara, utengenezaji. Tumepata mvua nyingi mwaka huu. Ndio. Karibu nchi nzima, wewe hilo unajua. Ndio mheshimiwa. Na haiwezekani hata serikali kuanza utengenezo wa barabara bila ya bajeti. Ni kweli mheshimiwa. Lakini vile vile haiwezekani kuanza kutengeneza barabara bila mvua kukatika kabisa. Ndio. Barabara zetu sisi sio za lami, barabara zetu sisi sana zinajengwa kwa kiwango cha changarawe. Ndio mheshimiwa. Kwa hiyo season ya mvua imekatika na budget ya serikali wewe unajua umesoma inaanza tarehe 1 mwezi wa 7. Ndio mheshimiwa. Mipango ya serikali iko vizuri tu kuhakikisha kwamba barabara zetu zinajengwa, lakini kingine ndio halmashauri yetu ya Chalinze ndio imeidhinisha kununua greda ambayo imekuja muda so mrefu. Ndio. Hilo greda likija litakabidhiwa kwa kila kata kwa mpango ambao utawekwa na baraza la madiwani. Kwa hiyo hilo nalo litakuwa moja ya solution kubwa ya kuhakikisha hizo barabara zinaingia mahali zinatengenezwa katika kiwango kizuri tu. Kwa hiyo ndugu wa Pongwe Kiona na maeneo mengine mbalimbali, mjiandae kwa ajili ya kupokea maoni haya kutoka kwa mheshimiwa. Kwa hiyo mheshimiwa ameahidi kuwa barabara itatengenezwa, miundombinu itarudi katika hali yake ya kama zamani. Kwa hiyo kama unavyoona watu wanapita katika daraja hili ambalo linaitwa Mzinge, na mheshimiwa amegusia hilo kwamba barabara soon itatengenezwa, itarudi katika hali yake. Barabara hii imekuwa ina muunganyiko wa vitu vingi sana. Wapo watu ambao wanasafiri kwenda kwenye uchimbaji wa madini, wafanyabiashara mbalimbali, hususani sasa hivi katika kipindi hichi cha uvunaji wa mavuno.
watu wamekuwa wanabeba ufuta kwa ajili ya kupeleka kwenye maeneo mbalimbali ya kibiashara. Kwa hiyo tutarajie mambo mazuri kwa taarifa hii ambayo aliyoitoa Mheshimiwa Diwani. Naitwa Shaban Dimelo kutokea kituo kidogo cha TV Dimelo TV. So bye bye, wakati mwingine tena.